presidential candidate wangu mimi ni vile vile naibu gavana wa jimbo la Kilifi. Ana mazuri yake na ana mabaya yake, lakini watu wana mimi kitu ambacho nawaomba watu wa Malindi ni hivi, itakuwa ni nzuri wallah kama ile. Sisi candidate wetu amekuwa mbunge, baada ya kuwa katika bunge akawa gavana, kando kuwa katika gavana akawa ni deputy party leader wa chama kikubwa kabisa katika hii eneo cha ODM. Kando kuwa na hiyo akawa ni waziri. You have no better candidate for the position of deputy president in the year 2027 than Hassan Ali Joho. Hatuzungumzi eti. Nazungumza kwa niaba ya chama cha ODM. Tunaanza kuweka candidate MCA, tunaweka candidate katika ubunge, katika women rep, katika ugavana, katika useneta, na pale ambapo kwamba ikiwa Mungu atatujalia tuwe na mazungumzo mema na serikali ya UDA, tunataka pale kwa deputy president iwe a bare minimum. Sasa sisi tunataka tujipange, watu wa Pwani, na usipojipanga utapangwa wewe. Nyakati za kuwa watu wa Pwani wanafikiri watu wa Pwani wakishapanga wasema wacha tutafute waziri mmoja tuwape nafasi waziri mmoja, wacha tukae tutafute kijikommission kimoja tumpe mtu mmoja commission. Nyakati hizo zinkwisha. Walisema hatuna elimu tunayo sana, tuna maprofesa, watu wana ma PhD, watu wana masters. Ali Hassan Joho saizi is doing his PhD for your information. Mashallah, mashallah. Haya, capacity anayo, hana capacity. Rais Ruto ndio alimpa uwaziri aliopewa Hassan Ali Joho, alikuwa seconded na baba marehemu Raila Amolo Odinga. Rais tutakuheshimu kwa hilo, lakini kwa haya ambayo tunayapanga ya 2027 will not mince our words. Mimi nilisema kule Tononoka na ofisi nzima ya deputy president kule, saizi wameanza kunichukia, hawataki kusikia ukweli. Tuliwaambia Mheshimiwa Hassan Ali Joho ataleta kura nyingi juu ya meza ya President Dr. William Ruto. Kweli uongo?